maisha yako hamna kitu kikubwa kama kujitambua. Siku utakayojitambua ndio siku ambayo utatangaza uadui na watu. Ndio maana kuna tabia moja, kama ulishawahi kuijua au kuichunguza utanielewa. Kuna tabia ipo. Kwa mfano, ukikaa na jamii wakakuona umekaa kimya hivi, lazima jamii ikufuate. Unaweza kukaa na watu afu umekaa tu kimya hivi, ukawa unatafakari, lazima watakufuata. Wewe vipi wewe? Unajua kwa nini? Wanahisi wewe muda wote unaweza ukajielewa ukajipata. Binadamu ili aweze kujitambua anahitaji utulivu, ukimya. Binadamu yote akikaa hivi kimya hivi anatisha. Au ujifungie tu chumbani ukae kimya tu kwa muda fulani, kuna kitu utakigundua. Shida ni kukipractice tukakiona, lakini kuna kitu katika ulimwengu wa roho utagundua kwamba kuna kitu fulani hakipo sawa na wewe ndio ukisahihisha. Kuna kitu tu Mungu atakupa signal. Unajua nilikuwa najaribu kuangalia katika ile bustani ya Eden. Bustani ya Eden Mungu alikuwa anawashukia Adamu na Hawa nyakati za jioni, kipindi ambacho cha utulivu. Kwa hiyo binadamu yoyote akikaa kwenye mazingira ya utulivu, huwa kuna vitu anadiscover. A lot thing anadiscover, anakuwa anagundua vitu vingi. Ndio maana leo hii ukienda sehemu wakazungumza, kuna ile kauli wanasema wenye hekima. Kwa nini wenye hekima? Wenye hekima, sifa namba moja mtu mwenye hekima anakuwa na upole. Yaani ana ile tabia ya kusikilizia. Na binadamu yote ukishakuwa na hiyo tabia ya kusikilizia jambo, lazima kuna kodi utakuwa unapewa na Mungu. Yaani hizo ni lazima. Uwe mtu wa dini usiwe mtu wa dini, yaani haijalishi, kuna kodi Mungu atakupa. Kuna kodi Mungu ataziachilia kwenye maisha yako. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya, uwe unatenga sana muda kukaa. Sio uwe idle, jobless. Unatenga muda ambao unakaa unajitafakari wewe nani na kwa nini upo hapo. Kuna kitu kimoja nilifurahishwa nacho sana. Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, akawauliza, nyinyi mnanifahamu vipi mimi? Mwamba mmoja akainuka, akamwambia wewe ni Masihi. Akamwambia hakika maneno hayo umefunuliwa na Roho wa Mungu. Kwa nini aliambiwa maneno hayo umefunuliwa na Roho ya Mungu? Kwa sababu kibinadamu ilikuwa ni ngumu kumtamka vile. Angemtamka labda wewe faza mgawa mikate. Umeona? Angestate moja kwa moja kitu ambacho Yesu anafanyaje? Anaonekana nacho. Angemwambia wewe bwana mtu wa mapepo. Umeona? Yaani ange mention kile kitu ambacho Yesu alikuwa anakifanya. Au wewe mtoto wa Mariamu, angetaja. Wewe upo kwenye familia kina Yusufu huko, angetaja hivyo. Lakini akastate kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo binadamu yoyote anahitaji utulivu ili aweze kudiscover vitu vingi kwenye ufahamu wake. Kwa hiyo kuna muda ukitaka kutengana na jamii, siku utakayojitambua, hiyo ndio siku ambayo hata hao wanaokuzunguka au waliokaa karibu yako wanakuita bosi, mshua, faza, familia, kiongozi, watakuacha. Ni siku utakayojipata. Yaani kujipata kwako ni nini? Kujielewa, kujifahamu wewe ni nani, unatoka wapi, unaenda wapi na umeletwa kwa kusudi gani. Sasa kuna muda unatakiwa unatenga. Kama wewe ni mfanyabiashara mdogo mdogo, unatakiwa unajiuliza, kwa hiyo Mungu mimi ndo wa kuuza njegele, na njegele zenyewe siuzi mpaka nipite kichochoroni. Kwa sababu njegele ili uuze lazima upite kichochoroni na uzipigie makelele, nauza njegele ndo unauza. Bila hivyo huwezi kuuza. Huwezi kuuza njegele una suti unatembea kistaarabu. Njegele inahitaji kelele bwana. Umeona? Lazima ujiulize, je, Mungu mimi umenileta niuze maji kwa kutembeza? Je, Mungu mimi umenileta hapa duniani niwe machinga? Je, Mungu mimi umenileta ndo nishie kwenye kazi hii ndo nilipofika nimefika? Lazima umuulize Mungu. Na hiyo maulizo yako lazima uulize katika harakati za utulivu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, ni Mungu wa protocol. Sawa, kwa wale ambao mmeenda kidogo shule za Kienglish, ni Mungu wa protocol. Sawa. Kwa hiyo Mungu unapompelekea hoja, yani kuna kitu utakuwa umekidiscover kwenye ufahamu wako. Kwa hiyo utulivu utakao utengeneza ndio kitu pekee ambacho kitakufanya wewe ujipate. Na utajifahamu kwamba wewe ni nani, na utachukiwa. Yaani chuki tu, mzee utizo utamwagiwa. Yesu mwenyewe alichukiwa, wewe nani wa kuacha baba? Mitume wewe soma mitume na manabii, wote walichukiwa. Wote katika dini, wewe soma dini mbalimbali, mitume na manabii walichukiwa. Sasa kuna muda mwingine lazima ili Mungu akufunulie wewe uwezo wako, lazima utenge muda wa kujipata. Yaani utenge muda wa kukaa kwa utulivu, Mungu ashurike na wewe. Uwe ni mtu wa dini usiwe mtu wa dini. Yaani hiyo ni protocol ambayo kwa mwanadamu yoyote amepewa. Hiyo ni ofa kwa watu wote. Mungu awabariki sana, muwe na siku njema. Tutaendelea na masomo yetu. Amina.